Penda nifanye takdimu ya jambo moja tu kidogo, kwamba jambo hili niliseme kwa sababu la nikera muda mrefu, na mara hii nikazidi kunikera ile jambo, kwa sababu ndugu yangu Said Oreid hupenda kutangaza hili. Ameandika kwenye ile klipu yake kwamba yeye ndo msimamizi wa hii hauli na mimi ndo mwenye kuiendesha. Sasa kuna wengine ambao kwamba hupenda kuuliza, sineni kwamba ni ufidhuli, wale na hupenda kuuliza, bwana wewe umekuwa mshia? Mwambia kwa nini, mbona wasimamia mambo ya kishia? Basi kaambia mimi hudhuria hauli, mimi si mshia wala sifuati ushia. Mimi namfanyia, huyu ni al-alim al-alama, ni sheikh ambao kwamba amefanya kazi katika Uislamu, kisha na yeye ameutumikia usunni zaidi ya miaka 60. Yatosha mwanachuoni kama huyu apate sifa kwamba mwanafunzi wake ni al-allama Said Ahmad Badawi. Mwenyezi Mungu ampe afya, mgonjwa yeye, Mwenyezi Mungu amuinue. Yatosha mwanachuoni huyu ambaye kwamba sisi tunaomshughulikia amemtoa al-Habib Said Hussein Badawi. Pia al-allama Said Muhammad al-Bidhi. Hawa watakuwa wataja kina wengine, kina Dr. Khatib, kuna kina Ustadh Muhammad Mau, kina Abu Hamza, kina nani wengi hapo ndio utaona kuwasoma, sinaja kuelezea ile al-Badiri. Lakini ikiwa amemtoa al-allama Ahmad Badawi pamoja na al-allama Said Muhammad al-Bidh, ambao kwamba elimu yao imeenea sharqan wa gharban, hivi kweli mtu kama huyu tusimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tusimtaje? Na tumeambiwa wala tansaul fadla, si kwenye nikaha tu, ni kila kitu kizuri mtu haikufanyia ile fadla usisahau. Mfano al-Habib Said Ali Badawi ambaye kwamba yeye ni mmoja katika wazosema ni mwalimu wake. Al-Habib Said Ali Badawi alikuwa akihudhuria maulidi Safa. Sasa tasema kwamba aliwakenda kule kwa ni mshia yeye. Kwa hivyo na mimi fuata mwendo wa al-Habib Said Ali Badawi kuhudhuria mahala, ikiwa mtu mikualika, wata ikiwa ni mshia ambao wasema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, shauri yao na itikadi zao sizifuati. Mtu ambaye kwamba ni kafir, ni Mkristo, jirani yako mwema amekufa, ni makosa kwenda kumtaazia au kwenda kumzuru? Ambaye kwamba wata huyu ambao wasema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, jamaa yataka tuzingitieni, tutafutieni umoja, tushirikianeni katika jambo ambalo kwamba tuashirikiana. Wewe mtu ambaye kwamba hufai kumuunga mpaka uone mtu amedhihiri akutukania dhehebu lako wazi wazi, hapo hatuwezi kustahimili. Mtu manake naweza kusema al-Habib al-Allama Said mzee mwenye, manake tukisema mzee mwenye ndo maarufu, nimeishi naye muda mrefu,
si mfupi, japokuwa ni mkubwa sana, lakini namfahamu vizuri sana. Sikawahi hata siku moja kumsikia kumtukana sahaba au kutukana mtu mwingine yote katika usunni. Nimewahi kumsikia sema mimi ni Shia, sawa na itikadi zake, lakini sijamsikia kumkosoa sahaba wala kutukana sahaba. Lakini kazi zake ambazo kwamba alizozifanya, mambo ambayo kwamba alikuwa nayo, kwa nini tusiyaeleze? Mzee Mwenye mpaka leo elimu yake yaendelea. Hapa msikitini kuna wanafunzi wake. Huyu hapa ni mwanafunzi wake aitwa Yasin, huyu hapa mwanafunzi wake. Wamesikia hauli ya mwalimu wao, amekuja. Ule pale Said Abdullah Mzee Mwenye mwanafunzi wake na ni mwanae ule kule. Sasa ikiwa Abdullah Mzee Mwenye na uredhi masunni wenzetu wametuambia ndooni kwenye hauli ya babangu, nimwambie sitaki. Jamaa, taka tutieni akilini mambo kama haya. Mtu ni msuni mwenzako, uredhi tunamuona hali yake, bidii yake katika kazi anayoifanya kutangaza dini, mambo anayoyafanya. Kwa nini tusishirikiane na yeye kumwomba Mwenyezi Mungu, kumwombea babake dua, ambaye kwamba Mzee Mwenye leo kuna madarisi mpaka sasa, madrasa alizozijenga yeye, misikiti aliyojenga yeye, na mpaka sasa yaendelea yafanya kazi, asitajwe, asikumbukwe. Kazi aliyoifanya ya dawa kwenda Tanzania, kwenda Uganda, wata huko Tanzania na Uganda, hapa Kenya, akienda sehemu za Gariseni na Didewarezi ndani na Tana River, sehemu ambazo za taabu, kufanya dawa, na akazundua mambo mengi sana ya watoto, kuwaleta kusoma, kuwahimiza watu wasome. Sasa kazi ile aliyoifanya isahauliwe, iyatwe. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amempa fathi kubwa sana, ilikuwa akimsomesha yoyote ufahamu. Anayemsomesha alikuwa fahamu, yani uhodari wake, akimfundisha mtu kitu atakifahamu tu. Ndio utaona wale wanafunzi wake wote walikuwa ni mabingwa katika lugha, ni mabingwa katika nahau, ni mabingwa katika balagha, kwa sababu yeye ndio aliwasomesha. Kitabu chake mpaka leo cha nahwu alichokitunga chasomeshwa Al-Ghannaa Al-Islamia, madrasa ambayo inazingatiwa. Wafikiri Ustadhi Muhammad Al-Bidh mpaka kutukua kitabu kukiweka katika madrasa yake, si kwamba ni matezo. Mbona hapa kusema huyu bwana kitabu chake cha Kishia hiki hataki walimu wa Kishia bwana, toeni. Alikiweka kutoka huko hai mpaka leo cha kusomeshwa. Kuna wengine ambao kwamba siku hizi wajiita salafia. Hawa ndio watu ambao kwamba ni hatari sana, yataka tuzingatieni sana na tuwe na tahadhari sana kwa umma wa Kiislamu. Watu ambao waitwa salafia tuketi nao mbali sana, kwa sababu wao wakufurisha watu wa tarika, wakufurisha hawa tuwaita mawahabi pia makafiri. Watu wote makafiri, wao peke yao ndo Waislamu. Juzi nikasikia moja katika mazungumzo yao, wazungumza sema, sikia nyimbo hizo, sikia nyimbo ile.
Allahu ya Allahu ya Allahu ya marja al-qasid. Sikia nyimbo kafir, kufri hizo jamaa. Allahu ya Allahu ya Allahu ya marja al-qasid ya Ghautha, sema ni nyimbo, ni ukufri, na watu wasikiza na wayakubali. Hakuna darasa lolote, zisikieni zile kaseti zenu ambao wanaosikia, hakuna darasa ataisoma aimalize bila kutukana. Mtume amekuja kutufundisha sisi kutukanana? Atukana tu khurafi, kafir, mushrik. Dini yao ni ya kutukanana. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alikuja kahutukana watu, haingalikuwa Uislamu leo umekuwa namna hii. Angalia Nabii Allah Musa alayhi salam, Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia aende kwa Firaun, yule ambaye alisema nini? Ana rabbukumul a'la, ana rabbu, yeye ndio Mola haswa. Huyo ni mtu wa kuzungumziwa tena huyo. Lakini Mwenyezi Mungu ambaye yeye alimwambia vipi? Idhhab wa qul lahu qawlan layyina la'allahu au yakhsha. Qawlan layyina, nenda kazungumzie naye vizuri, taratibu, kwa heshima. Huyo aliyosema ana rabbukumul a'la. Sisi ambao kwamba hupiga matari, hufanya hauli, tambia hao hufanya hauli, kwa nini hufanya hauli imamu wa Kishia, hufanya nini? Kisha hutukana. Mwambie mtu kwa ndia, yani kwa ilmu. Kwa hivyo yataka tuzingatieni sana tukizungumza maneno. Leo hii ulimwengu ulivyo, kama hivi vita vilioko vya Iran, sasa wewe utasapoti Iran, utasapoti Yahudi? Yahudi ambao kwamba hupiga Waislamu Gaza ni Masunni, hupiga Palestine, na hawa Salafia husapoti Mayahudi, usema ni sawa sawa wale wakipigwa. Angalia akili namna gani zilivyopotoka. Katika jambo la umoja tusiangalie itikadi, ngoja wakati wa itikadi akieleza itikadi ambayo kwamba si yako, pambana naye wakati ule, mjibizane, umweleze usawa. Lakini jambo kama hili ambalo kwamba afanyiwa mzee wetu, mwanachuoni wetu, kiongozi wetu, ni wajibu kwetu sisi kuhudhuria, na ni wajibu kwetu sisi kueleza mazuri aliyoyafanya, mambo ambayo kwamba aliyoyafanya leo mpaka dakika hii. Ukiangalia Tanzania huko, elimu yake mtoto wake aendelea nayo, Said Ahmad bin Said Ali mzee mwenye, mwanae na ni mwanafunzi wake, na elimu yake endelea, isitajwe. Si kwa maana yake mambo yamekoma, mpaka dakika hii ni elimu yake yafanya kazi, yaendelea. Na ni mtu Mwenyezi Mungu alikomempa tabia nzuri sana. Miongoni mwa tabia yake, aweza akakuwa mfano, mathalan mukadakhiliana kitu, siku ya pili aikona salamu alaikum, nashasahau, ameshasahau. Kuna jambo lingine ambao kwamba tabia yake sana kualika, ilikuwa hodari sana kualika. Hakuna mtu ambaye kwamba mpaka leo siyaona mtu ambaye kwamba ni hodari wa kualika mambo kama yeye. Huzunguka Lamu mzima, kuanzia langoni mpaka Mkomani. Hayo mambo nayahudhuria, nayaona mimi. Mara nyingine hunialika mara 6 7, kesho kadhaa, basi pengine husendre
na jambo lingine likitokea atakwambia tena hukuya, nilikwambia hukuya, haya nakwambia tena kesho kuna kitu fulani hausie. Yani ile bidii yake, hatukulii hakasiriki kama sisi tunavyokasirika. Pengine waweza kumwalika mtu yeo kesho hakuya, usimwambie tena bwana huyu, mimi memwambia mara 3 bwana, na hatuwezi kula, maana sisi ni wadogo, hatuna moyo ule kutukulia. Wao wale ni watu wakubwa. Atakualika wewe usende kabisa, na kila kikuona atakualika mara 6, 7, 8 maisha yake, na atakwambia hivyo hukuja wewe, huji kwenye hafla zangu, haya nitakualika tena. Angalia nani aweza tabia namna hii. Ana tabia ambayo kwamba haina kipimo, na hana chuki kabisa, wala hakasiriki. Mutafanya jambo lote mutamalizana kabisa pale. Tabia yake namna ilivyokuwa mzuri. Huko sehemu za Gereseni, Orma huko na upande wa Tana River, ilikuwa ni sehemu ambayo kwamba hatoki, na alikuwa marafiki zake sana, na amefanya kazi kubwa sana, na ameathari mpaka leo. Mwenyezi Mungu amlipe kwa kazi ambayo kwamba aloifanya. Na sisi tufanyeni bidii, tufanyeni kazi, tuwasomeni faida ya hauli, siku tuangano alafu tukaata hapa. Faida ya hauli hizi tabia tujaribuni na sisi kuziiga, na tujaribuni na sisi kufanya hamu yao nini, na sisi tufanye. Ndio muhimu wa hauli. Hakuna jambo lingine lote, ni kukumbuka yale mema ya wao walioyafanya, na sisi tukajaribu 1, 2 tukajaribu kuyashika. Inshallah taala tudirikane tena Anisa siku ya Jumatatu, hauli ya mwenye Badawi babake huyu ambaye kwamba tunamfanyia. Huyo ndo simba mwenyewe, ndo ndiye mshika bendera wa twarika. Huyo hata huisi utaje vipi kwamba manake una wanafunzi wangapi? Hakuna mtu yote ambaye kwamba aweza kuwa ni mwalimu ndani ya Afrika, si East Africa wala Kenya, Afrika. Wengine utaona pengine kwenye hizi comment usema jamaa jipenda sana, lakini kawaida na wanene washambulie watukane. Hatusemi kwamba ni sharifu wala mwenye kazi aloifanya. Hao ambao kwamba wanaenda kinyume itafuta an fulani mpaka mwenye Badawi, elimu yake yaenda namna hiyo, wanafunzi wake wameenea kama siafu. Kwa hivyo tufanyeni bidii, tusomeni, tufanye bidii tuwe na tabia mzuri, tufanye bidii tuwe na tawadhu. Manake kuna wengine wakisoma, aishakuja amesoma, mwalimu wake wahafai tena. Mwalimu wake si mwalimu wake tena, nishajua mimi. Au pengine ana cheo, huona haya kamwe kwenda ule Ustadh Mahmud ule mwalimu wangu ule, pengine yeye nishakuwa doktor au amekuwa bachelor au amekuwa nini ule, paka sasa kwa pale hana hata degree. Umekuwa vipi? Mimi doktori nitaje ule, uliipata vipi ile doktori kama si yeye? Msingi ndio muhimu. Ule alikujenga msingi alfube, ndio umeenda kusikilia wapi? Amma yatasaalun. Usisahau msingi. Ukisahau msingi umefeli, elimu yako itakuwa haina baraka maisha yake. Kwa hivyo tuweni na adabu katika elimu. Usijaribu katika mimbari kutukana watu, usijaribu katika darasa zako kushambulia watu na kutukana. Wewe somesha elimu. Hata kama ikiwa mtu mwambia lile ni khurafi, lile jinga, lile usimwambie jinga ni wewe khurafi. Wewe mtolee aya
mtolee hadithi, umtolee namna mtume alivyokuwa akifanya vipi, wale wakimtukana kiwajibu vipi, basi utammaliza. Mwenyezi Mungu atutengeze, atupe husnul khuluqi, atupe baraka zao, atujalie inshallah taala tushikane kamba moja, tuwe wamoja, na Mwenyezi Mungu amjalie Said Ored kwa bidii yake hini ambapo kwamba amesimama kuinua tarika, kuijenga tarika, kuitangaza tarika. Mwenyezi Mungu amlipe kwa kila alilolifanya inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa tasikia kalimatu shukri chake mwenyewe, mzee mwenyewe huyo, wana na alifia pia kama mzee mwenye na joho lake.